Tunakutana pamoja kwa ajili ya kuenjoy always is Kili Time. Unapoiagiza it's Kili Time, unapoifungua it's Kili Time, hata unapiga cheers Kilimanjaro Light. Alafu tutupa kwenye DM, una zawadi kibao kutoka Kilimanjaro Premium Lager. Wafuate kwenye mitandao ya kijamii, Instagram na mtandao wa X ni @Kili_Lager. Kwenye Facebook ni Kilimanjaro Premium Lager. Na usisahau hashtag ya it's Kili Time. Kili Time. Okay. Hapa vipi? Hapo Kinyamwezi. Sawa. Shout out kwa Star Times pia tunao kama kawaida na tunajua tamthilia zipo za kutosha. Kuna michuano pia ya soka ambayo inaendelea sasa hivi, so jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate decoder hii antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, au decoder ya Day 4 set kwa bei ya punguzo ni shilingi 56,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Wakati tuna enjoy digital life, allow me to welcome you kwenye hapa tunaita round table, the very first one kutokea kwenye XXL kwa mwaka huu, ama tuseme kwa mfumo ambao tumeweka leo. Na hapa kama ambavyo litambulishwa mwanzoni, of course tuko naye RC Kweka ambaye ni tumesema mkufunzi lakini msaidizi, mtaalamu wa mambo ya kidijitali, lakini at the same time pia tuko na msanii wa rap nchini Tanzania Marifa, tupo na content creator. Nadhani ukitaja top 5 ya content creators wanaofanya vizuri Afrika Mashariki, si Tanzania, huyu hawezi kumkosa utakuwa umemwonea. Anaitwa Kiredio. And of course tuko naye brother yetu anaitwa Duka Huru. Kwa namna moja ama nyingine kwenye XXL ametusaidia sana na dondoo na namna ambavyo mtu anaweza kutengeneza hela kupitia digital. Tangu digital era inapochipukia zaidi upande wa content creation mpaka leo. Kabisa. Na ningependa nianze na brother Duka Huru. In a nutshell, haraka hebu tuelezee jinsi gani content creation ilianza hapa nchini kwetu Tanzania, na hali ambapo ipo sasa hivi. Na je, ulimwengu wa kutengeneza maudhui mtandaoni ndio tuseme career ambayo ni fastest growing kwa sasa? Je, ndio career ambayo inakuwa kwa uharaka kuliko zote kwa muda huu nchini Tanzania? Ningependa kufahamu hayo kutoka kwako. Asante sana. Unaposema imeanza content creation Tanzania, content creation ilikuwepo tangu zama. Ni transition tu. Ilikuwa zamani tunaangalia kwenye TV, mabango, those content. Tunapozungumza content creator, kila mtu ni content creator. So unaposti bwana, ukiwa unakula unatembea, si content ile. So inapokuja ku category ni yule anaifanya ile kazi sasa rasmi. Yuko pale masaa 24 anaifanya kama biashara au anafanya kama means yake yote labda ya kuelimisha au kama. Sasa ukuaji wa kama sector kama content creation, ukuaji wake ni speed ya 10G. Yaani inakuwa sana. Zamani ilikuwa kuna numbers, RC atasema kuna numbers wanakupa limit 2 to 5 3 content a day. Sasa hivi ukipiga 100 in a day, it doesn't matter. Hao wanaofanya vizuri duniani wanachapa content, yaani ukiscroll ziko 4, scroll ziko 3. Kwa hiyo kasi hiyo ya ukuaji unatokana na consumer behavior ya watu wanaangalia content. Mimi nasema kiwa Arusha kila sana scroll. Kiredio mbona posti? Right? So ajui muda huyo au? Soma muda. So ile consumer behavior ilivyo change ndio imelazimisha creators watengeneze maudhui mengi, na wanapotengeneza maudhui mengi ndio unafanya taasisi tasnina inakuwa haraka sana. Kwa hiyo yes, ni one of the fastest growing sectors kwenye sasa hivi kwenye digitali, na ina potential, ila baada ya maongezi ya leo tunaweza tukajua potential iko wapi. Ina potential kubwa sana, but it's growing so fast sana, kwa kasi kubwa sana. Okay. Na sasa hivi tupo kwenye nafasi gani kwenye content creation? Tupo kwenye nafasi gani kwenye content creation? Swali la agenda. Okay, kuna vitu viwili kwenye biashara tunavita inbound na outbound. So inbound content na outbound content zamani ilikuwa ni outbound. Ilikuwa ihusiana na mahusiano. Sasa hivi imekuwa ni inbound. Yaani lazima Kiredio awe famous, ajulikane. Awareness is very important. Zamani ulikuwa unakaa TikTok unaangalia YouTube ma content, haujali creator ni nani, amefanya nini, mimi na enjoy tu. Unaona ng'ombe amepiga vichwa mtu, una enjoy, unacheka cheka tu. Unakumbuka zile clips? Siku hizi ukikutana na ng'ombe, huyu vipi? Kiredio huyu. So imekuja kwenye ujulikane. Sio tu maarufu, tukujue, tuelewe niche unayoifanya. Kwa hiyo imetoka kutoka kwenye outbound creativity imekuja kwenye inbound creativity. Kwa hiyo ili utoboe sasa hivi
kaa kwenye mstari. Inabidi ujue umezungumzia niche. Yaani kujua nini unachofanya. Kaa kwenye mstari. Kuna content creators hawajui wao ni content creators wa nini. Yaani yeye anapost. Au hiyo imekaje? Content creator lazima awe na concept au njia. Selective content. Anaweka. Ni muhimu iwepo, but siku hizi unaweza kai expand niche yako as much, lakini tunataka tuone center yake iko wapi. Mfano, unajua hichi kitu kwa nini hiki cha muhimu? Sasa hivi mimi na ukisema tunataka tuwape credit content creators. Usipoelewa, kama mimi nisipoeleweka, Kiredio sipoeleweka, utatuweka mimi na Kiredio category moja. Sasa unashika Kiredio na Duka Huru unagombea tuzo. Ya nini sasa? Kwa sababu huyu ni creator wa kitu kingine, mimi ni creator wa kitu kingine. Sasa ni lazima kama creator justify this is my niche. Ataongea mpira lakini mimi niko kwenye upande huu. Mimi niche yangu ni hii. Sasa kama creator ikiwa hauna niche, utawachanganya watu wanaokupongeza. Yeah.